Jina la Yesu lisifiwe sana. Karibu tuendelee na somo hili ambalo tumekuwa tukijifunza neema ya kuingia majira mapya. Neema ya kuingia majira mapya. Na nikukumbushe jambo la muhimu sana tangu mwanzoni tulipoanza kujifunza kwamba tumekuwa tukiangalia kwa habari ya tulianza kujifunza kwamba kitu cha muhimu mojawapo cha kuelewa, kishaelewa maana ya majira mapya, cha muhimu ni kwamba kuna akili ya kuyatambua majira mapya, lakini pia kuna kujua ya kupasayo kutenda baada ya kujua. Tuliendelea tukajifunza pia na kukumbusha tu ya kwamba kuna muda wa kawaida huu, lakini kuna muda pia ule wa kimungu. Ule muda wa kimungu ni muhimu sana kwa sababu ndio ambao unabadilisha hali ya kawaida na kufanya mtu aingie kwenye majira mapya kabisa. Ule muda wa kimungu ndio ambao una provoke a new season in people's lives. Na hiyo ni kwenye Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari 32, kwamba wana wa Isakari walikuwa ni watu wenye akili ya kujua nyakati, lakini pia walijua ya wapasayo Israeli kutenda. Maandiko yanasema na ndugu zao wote hajaacha hata mmoja, nasema walikuwa chini yao. Maanake mtu anayejua cha kufanya, watu wanakuwa chini yake. Maanake anapata access ya kuwa juu ya watu, anatawala. In fact tunajua mtu mwenye majibu ndio anayefanikiwa. Na ndivyo ilivyo. Mtu anayejua nyakati na anajua kufanya nyakati hizo, maana yake anakuwa na majibu kwenye maisha ya watu. Na ukiwa na jibu, wewe ndio unayefaulu, ndio unayetoboa kwenye eneo lolote. Haleluya. Sasa tuliendelea baadaye tukajifunza pia ishara au dalili ambazo mtu akiziona kabisa na huyu mtu anaingia msimu, anaingia majira mapya. Na tulijifunza kwa habari ya ishara nyingi sana, na zilikuwa kama zilikuwa 10. Oh, this you did for know me without you, no throne without your cross, there'll be no sacrifice without your blood. All this you did for me, know me without you. Tulijifunza zilikuwa nyingi sana pale, zilikuwa kama 10 kama sio 9. Anza nikwambia mambo ya zamani, angoja nitajamba nazikumbuka. Haya mambo ya zamani huwa yanafungwa hasa kwenye eneo la mtazamo, nilikueleza hivyo. Na hoja ya pili huwa kuna kuvunjika na kupasuka kwa vitu fulani kwenye maisha, ikiwemo kazi, mahusiano, mambo ambayo mtu alikuwa anayapenda ila Mungu anakuwa vitu anakuwa anafanya. Anasema hata wewe usilozaa huwa analikata, alafu anatengeneza namna ili mti uzidi kuzaa zaidi. Kwa hiyo taratibu wa kimungu kabisa. Lakini pia huwa kuna hali ya maagizo mapya yanaachiwa kwa mtu. Mtu anapoona maagizo mapya, maana yake elewe ni ishara kabisa. Nakupa tu juu, kirudi kwenye audio mbili za mwisho, ukienda YouTube hapo utazikuta. Yes, uandika tu Eliazeri Simba Emili, channel itakuja, ingia pale utakuta mafundisho mengi hapo yamepangana kwa series kabisa. Lakini jambo lingine kwamba huwa kuna ufunuo mpya wa neno la Mungu. Tunaposoma neno la Mungu anapata kitu kipya. Mwanzo alikuwa anasoma neno lile, but now akisoma anapata ufunuo mpya, na huo ufunuo mpya unakuwa unamuelekeza kwa habari ya wakati mpya ambao anauendea. Na jambo lingine tunasema kuna kiu ya ndani ya mabadiliko. Na jambo lingine huwa kuna kuibuka kwa fursa mpya. Kuna fursa mpya zinaanza kusogea kwenye maisha ya mtu. Hoja nyingine nikueleza huwa kuna uthibitisho wa ndani na amani ya Kristo kabisa. Na amani kwa mfano wa Eliazeri mwenyewe. Sasa kwa sababu ya muda, kama ulikuwa hujafuatilia hizo zingine hapo nyuma, unaweza tu kurudi pale nyuma ukaangalia. Huwa kuna uthibitisho wa ndani na amani ya Kristo. Kuna amani mtu anaipata ambayo inakuwa inaindi kama lugha inasema there is
a new season. Lakini pia huwa kuna mashambulizi wakati mwingine ya kiroho kabisa, kabla ya mtu kupenya eneo fulani, huwa kuna mashambulizi ya kiroho. Hapa nikueleza kwa habari ya Musa, Yesu na wengine. Msimu mpya unapotangazwa, adui wanashambulia. Kwa hiyo yamkini sasa kuna wakati wewe usijue kama tayari msimu mpya umeshatangazwa. Yeye akasense kwa kuangalia mwingilio wa malaika kwenye maisha yako, kwa kuangalia fursa zinavyofunguka kwako, kuangalia jinsi ambavyo neno la Mungu linakuja kwako, akaelewa. Shetani ni mzoefu kwa muda mrefu kwenye eneo hilo, kwa ana experience sana, au anajua huwa anajifunza kutokea kwenye mazingira jinsi yalivyo. Kwa anajua akiona eneo watu na malaika wanaingia sana, watu wanamsogelea sana, akiona access fulani zinafungwa kwenye maisha, anaweza kudiscern, akatambua kwamba kuna kitu kienda kutokea kwenye maisha ya mtu, kwa anaanza kushambulia mapema kabisa. Lakini pia hoja ya mwisho ambayo niweza habari ya kupokea neema au uwezo mpya wa kipekee, neema uwezo mpya wa kipekee. Kwamba kuna muda unafika yale ambayo ulikuwa huwezi kuyafanya, sasa unashangaa unaweza kuyafanya. Ambayo kuna vitu ulikuwa ustahili, unashangaa unaanza kustahilishwa. Ni ishara mojawapo ya kwamba kuna wakati au kuna majira mapya ambayo mtu anaingia. Sasa nilitaka niendelee kwenye vitu hivi kwa kueleza kitu kwa habari ya mpangilio wa somo jinsi nilikuwa nimeliweka, lakini nimepata msukumo kidogo nikupe hii kitu nje kabisa na utaratibu wa somo ambao ulikuwepo, ili imsaidie mtu mapema. Yes, lengo ni kumsaidia mtu mapema. Imenisumbua ndani kwa muda kidogo hivyo, ya kwamba niweke hii hapo. Nataka tuangalie kwa muda mchache kwa habari ya neema ya kukumbukwa. Yes, neema ya kukumbukwa kabisa. Kuna neema ya kukumbukwa, kuna neema ya kukumbukwa. Hasa tunazungumzia pia majira mapya. Na wakati, oh my God, vitu vinafanywa kwenye maisha ya watu na mtu anakuwa ni kama amesahaulika. Mtu anasahaulika kabisa. Kuna wakati mtu anafanya jambo zuri ila anasahaulika. Kuna wakati mtu anatenda mema anasahaulika. Kuna wakati unakuwa mtu ni majira yake kabisa, ile kairos moment ni ya kwake, ni yenyewe. Muda umejipanga kwa maana cross imekaa vizuri, lakini pia inafika muda wa kairos moment, ila mtu anasahaulika. Utanielewa tukizungumza hapo, utaelewa. Mtu anasahaulika kabisa. Mtu anafanya kitu ni muda wake, anastahili kitu fulani, lakini kuna namna inatokea ni kama vitu vinakuwa kinyume na upande wake. Sasa ninapozungumza kukumbukwa, kuna kukumbukwa kwa pande mbili. Kuna moja, kuna kukumbukwa na Mungu mwenyewe; mbili, kuna kukumbukwa na watu. Sasa hizi zote ni Mungu anayesababisha zitende kazi. Yes, hadi kukumbukwa na Mungu ni Mungu mwenyewe anaruhusu. Kukumbukwa pia na watu ni Mungu pia anayeruhusu. Napo nitaelezea pia, nitakueleza jinsi gani ambavyo unafanya ile kukumbukwa, kwa sababu kuna wakati mwingine adui anakuwa amekucheza game hapo katikati. Yaani kuna wakati mwingine adui amecheza game. Umeona kabisa, wakati mwingine adui amecheza. Jifikirie, kuna mfano nilikuwa nikupa tangu mwanzoni. Kama ilimchukua zaidi ya miaka 14 Yakobo baada ya alipokosea ule muda ulivyokuja kwake. Maandiko anasema akalalamika, anasema tazama, sikujua mahali hapa kuwa kuna Mungu. Anasema sikujua mahali hapa kama ni nyumba ya Mungu. Hakujua, kwa ile kutokujua ikamfanya asipate kile ambacho atakiwa kipate muda ule. Ilipita miaka mingi sana. Miaka mingi. Kwa hata malaika walikuwa wanashuka kwake, walikuwa wanashuka wanaondoka. Ndio siku moja malaika alikuwa akamngangania, akasema mmekuwa mnanipita vya kutosha. Leo unanikumbuka. Leo sikuachi. Akasema leo sikuachi mpaka umenibariki.
Maana yake yani ni kama imezoeleka sasa mimi nimekuwa kawaida. Hapana, leo nikumbukwe. Ile aliprovoke akakumbukwa. Unajua kutokea pale mambo yakabadilika kabisa. Sasa kwenye maandiko kuna mfano wa watu ambao walisaulika. Nianzie hapo ili unielewe ninachokizungumzia. Mtu wa kwanza kusoma maandiko ni Malamakute Brodowski. Kuna bwana anaitwa Yusufu. Yusufu unajua alizungumza na mtu vizuri kabisa. Ule muda yuko gerezani kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 40 kuanzia mstari wa 23 pale na Mwanzo pia 41 pale mwanzoni. Yusufu kuna mwokaji na yule mwenzake walikuwa na ndoto, wakahitaji tafsiri ndoto. Yule mnyweshaji na mwokaji akatafsiri ndoto. Alipotafsiri ndoto zao, wajua aliyetoka nje yule mnyweshaji ndio aliyerudi kule ambaye hakunyongwa. Lakini Yusufu alimwambia jamaa, unikumbuke. Wewe unakoenda unikumbuke. Alimwambia kabisa bwana, unikumbuke. Manake alifanya kitu kizuri na alitegemea huyu bwana kwa sababu anatoka nje anatakiwa mkumbuke. Ukisoma Mwanzo 40:23 maandiko yanasema, lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Kwa hiyo kubaliana kabisa na yule bwana, kama angemkumbuka maana yake Yusufu angetoka gerezani. Ile jamaa alimsahau. Alimsahau, ametenda vizuri ila akamsahau. Ndivyo vitu vinavyokuwa. Kuna wakati unastahili kitu lakini wahusika wa jambo lako wanasahau. Ambao wanatakiwa walete hela ili ufanikishe mpango wako wanasahau. Ambao wanatakiwa walete kitu wanasahau. Yaani kuna mtu wanasahau kabisa. Ndio kwa sababu ya roho ya kusahaulika. Ni roho kabisa. Mje kuwa na mko wengi mnafanya kitu fulani alafu ni kama kwenye kundi la wengi wanazingatia kila mtu afu wanasahau kuhusu wewe. Ni kama vile haupo. Ni roho ya kusahaulika. Na hakuna hata anayeuliza huyu mtu yuko wapi. Kwa huyo ni wa kwanza anaitwa Yusufu. Wa pili anaitwa Mordekai. Mordekai, my God. Mordekai ilitokea watu wakawa wana njama dhidi ya mfalme. Lakini ikabidi atumie uaminifu wake kuwasilisha kama kuna hawa wamepanga 1, 2, 3. Uaminifu kabisa. Ukisoma kitabu cha Esther sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 3. Jamaa amekusudia kutenda mema mazuri. Ngoja nikusomee hii Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Maandiko yanasema, usiku ule mfalme hakupata usingizi. Akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nao yakasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea. Sikia iruga ya kwamba aliwachongea Bigthana na Tarehe, wasimamizi wawili wa mfalme. Maandiko yanasema, katika waliolinda mlango waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mstari wa 3, mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa mfalme waliohudumu wakamwambia, hakuna alilofanyiwa. Sasa mfalme ndo anashtuka baada ya muda kidogo. Sasa huyu jamaa alifungua vitu hapa, alieleza uhuni utakaofanyika. Hao watu ni kama wanataka kufanya uhaini kwa mfalme Ahasuero. Wanataka kufanya uhaini. Jamaa akazungumza, akafichua, lakini hakupata favor yote, hakupata faida yote ya kile alichokisema. Ndio mfalme hasa, mbona kama huyu jamaa amesahaulika? Mlimfanyia, kwa sababu mtu akifanya kitu kama hiki anatakiwa apewe promotion, awe promoted kwa ajili ya hatua zingine.
lakini hakuna chochote ambacho alikipata. Kwanza ni nini ambacho alifanyiwa? There will be no sacrifice without your blood. All this you did for me without no throne, without your cross. There will be no sacrifice without your blood. Kalabahaske frekilahaske disu. Akasaulika Mordekai. Alisaulika nitenda mema. Alisaulika nitenda mema. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 10. Kuna yule bwana aliyekaa pale mlangoni kwenye mlango wa hekalu. Alikuwa anaomba msaada. Wajua ukisoma pale wengi tutapenda kuona eneo moja tu kwamba siku moja kwamba Petro na Yohana muda wanapita wakapelekea akapata uponyaji kwa jina la Yesu, wakamponya. Ila ni kwenye mlango wa hekalu hilo wamekaa miaka na miaka, hakuna kupata chochote. Na unajua hekalu hilo walikuwa wanaingia Yesu. Na Yesu alikuwa anaingia pale. Ile alikuwa ameshasaulika yule bwana pale mlangoni. Ana shida. Watu wanamkumbuka tu kwa kumpa hela. Wanasahau kumpa ambacho kingemsaidia yeye mwenyewe akapata hela kwa muda wa kutosha. Akawa amesaulika. Ni Matendo ya Mitume sura ya 3. Kuna mtu pia anaitwa Yehu. Erama mosimi kabu. Sasa ngoja nikueleze kitu vizuri katika jinsi ambayo itakusaidia zaidi. There will be no sacrifice without your blood. Au ndio waliosaulika. Kuna mfano pia kama miwili hivi niongezea hapo, nikianzia kwa Yehu huyo, ya watu ambao walikumbuka. Sasa kusaulika muda mwingi ni mchezo tu unakuwepo hapo. Naelewa kuna wakati Mungu anaweza karuhusu kwa sababu zake mwenyewe ikaonekana kama umesaulika, ili iwe ndani ya muda anaokusudia yeye. Wakati anafanya hivyo kama eneo la kuruhusu mtu apite kwenye mchakato fulani. Hiyo ni muhimu kaielewa, sababu sio kila kuonekana kama umesaulika kwamba no. Na wakati ni mchakato mtu anatakiwa apitie. Kama Yusufu ile kusaulika tu na ndugu zake na vitu vingine, na amekuwa akitenda mema na mazuri muda wote, lakini mwisho wa siku hawaelewi, hawazingatii kwa muda ule. Ilikuwa ni kwa sababu ya mchakato. Ila kusaulika kupo kabisa. Lakini wakati mwingine ni adui tu anacheza tu na wewe kupitia watu, kupitia mifumo, kupitia mazingira. Na mtu mfumo unamsahau. Na hizi huwa zinaambatana na roho ya ukataliwa kabisa. Yaani mtu ni kama hayupo hivi. Yupo ila kama hayupo. Unakutana na mtu siku mbili tu afu mkutana naye juzi akamwambia bwana upo. Yaani ameshakusahau kwenye akili yake. Hivyo kwanza ndo ameshtuka. Hivi upo kweli? Yaani amesahau. Amesahau kabisa. Bwana upo. Mwenye shida ile mtu anamwambia upo, yaani anashtuka, yaani alikuwa anajua upo kabisa. Ni nini? Kwenye ufahamu zake upo. Na wakati mwingine Eliazari akiwa anaomba mambo magumu kabisa, kwamba kwenye fahamu zao jina halitatoka. Hiyo inatangazwa kama sheria kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mtu anataka ataki atakumbuka tu kwa bali ya Eliazari. Atakumbuka. Yes, ni sheria. Kitu kinaamliwa huko. Yaani kitu kinaamliwa. Kuna wakati mwingine mtu sio mbaya kuizungumza, okay. Kuna wakati mwingine mtu anashurutishwa kabisa mtafute Eliazari. Na sio kumtafuta tu, amtafute na afanye kitu fulani. Kwa sababu imeshakuwa commanded kule kwenye ulimwengu kwamba nitakueleza inafanyaje kazi. Kuweza inafanyaje kazi. Sababu kuna muda ukirelax hiyo vitu ndio haviendi.
mle msimu mpya mtu haingii pale. Kunakuwa ni kama kuna kitu kimezuia hivi. Kunakuwa kama kuna kitu kimezuia. Know me without. Unanielewa? There'll be no sacrifice without your brother. Kalika subri kitapahaske frakilas. Sasa kuna mfano wa watu walio kataliwa. I mean walio kumbukwa. Tena nikupe mifano hii miwili mitatu hapa. Alafu nikueleze kitu cha kufanya. Unafanya nini ili ukumbukwe? Unafanya nini ili ukumbukwe? Oh, this you did for me. For me. Without. Okay. Moja ni Yehu. Ukisoma kwenye Wafalme wa Pili sura ya 9 na ya 10 unamkuta Yehu bana huyu baadaye kuja kuwa mfalme wa Israeli. Lakini alikaa muda mrefu akiwa amesahaulika. Ilikuwaje? Ukisoma maandiko, wakati Elia amechoka kaenda hadi kule kwenye ule mlima ambao alifunga siku 40. Ilifika hatua akamwambia Mungu, Elia, sasa kwamba uniue tu. Acha nife, nimechoka na maisha, acha nife. Unichukue, acha nife. Sasa aliomba yale. Baadaye Mungu anamwambia sasa ni hivi. Wewe umechoka rudi kwanza kule. Kuna kazi hujamaliza. Akamwambia, akampa watu 3. Akamwambia nenda akampake mafuta Yehoshafati awe mfalme. Nenda pia akampake mafuta Yehu awe mfalme. Sasa mfalme mmoja wa Yuda, mwingine wa Israeli. Alafu akamwambia pia nenda akampake mafuta Elisha awe nabii kwa nafasi yako. Aliporudi alifanya hiyo kitu. Ila Yehu hakupakwa mafuta. Hao wengine litokea na wakawa hivyo. Huyu akawa mfalme, huyu akawa nabii, kwa maana Elisha na Yehoshafati. Ila Yehu haikutokea hivyo. Ilikuja kufika hatua dakika za mwishoni, ungesema dakika za jioni, Elisha, sasa hapo sio Elia tena, ni Elisha. Ndipo siku moja akasema, Yehu. Muda umeshachemka, muda unakatiza. Akasema kimbieni kampakeni mafuta. Alimtuma mtu ameenda kampake mafuta Yehu. Tayari mwambia ukimpaka kimbia, kwa sababu atakuja kwa kasi sana. Nakwambia Yehu alipopakwa mafuta tu, kasi aliyokuja ilikuwa sio ya mchezo. Kwa sababu ilikuwa ni kukumbukwa. Pale ndipo alikuwa amekumbukwa. Kwa alikuwa ni mfalme ameshatangazwa rohoni kuwa ni mfalme, ila kwenye uhalisia wake hakuna kabisa. Kama vile ambavyo unajua kuna vitu vimeshatangazwa kwako kila hakuna uhalisia. Mwingine afya imeshatangazwa kwake hakuna uhalisia. Mwingine hatua fulani kwenye elimu, hatua fulani kwenye uchumi, hatua fulani imetangazwa, hatua kwenye huduma, lakini haipo, bado haijaonekana. Kuna eneo imesahaulika. Lakini Yehu akakumbukwa. Akakumbuka. Alikumbukwa. Na nikutokea pale alikuja kwa kasi, akaenda kutimiza ile hukumu juu ya nyumba ya Ahabu. Ile ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Kwa kumbe kuna wakati ukikumbukwa unatimiza mpango wako. Kwa sababu kama kipindi kile nyumba ya Ahabu walifanya ujinga sana kupitia nani? Kuna uovu kupitia Yezebeli ulifanyika pale. Mungu akamkusudia kwamba atajilipizia tu. Alipopaka mafuta Yehu, alikuwa kama kichaa. Alienda alisambaza wote, alimaliza wale wote. Toa wote, chinja, hataki utani. Ila hawa watu itakuwa wameshatoka muda mrefu. Bahati mbaya alisahaulika, lakini hapa alikumbuka. Kwanza pamoja na inawezekana kukumbuka. Kuna watu walikuahidi vitu fulani, wanasahau tu. Sio kwamba hawana hela ya kufanya. Sio kwamba hawana muda, wanasahau. Kabisa. Sio kwamba hela hawana, sio kwamba muda hawana, sio kwamba hawana ushauri wa kukupa kwa kitu fulani, sio kwamba hawaoni yanayoendelea, wanaona, ila wakitaka kufanya wanasahau. Au lazima ujue eneo la kwenda na kuwachochea, eneo la kwenda na kuwakumbusha
Kuna nguvu wewe na kukumbusha watu. Ukisoma pia Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 4. Kuna mtu pale mwenye haki na mtoaji anaitwa Kornelio. Kuna lugha ilitumika pale ukisoma hasa maombi na sadaka zako zilikumbukwa mbele za Mungu. Zilikumbukwa. Unajua kuna vitu mtu anafanya kwa moyo muda mrefu sana. Muda mrefu anafanya. Ila kuna siku moja tu ukisoma mstari wa 4 kwa Matendo sura ya 10 mstari wa 4 anasema akamtazama sana, akaogopa sana. Huyo ni yule malaika ambaye anamtokea Kornelio. Akasema, kuna nini Bwana? Anamwambia, kuna nini Bwana? Yule malaika akajibu akamwambia, sala na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Maana zimekumbukwa leo. Nikwambia kuna wakati Mungu mwenyewe, yani kwenye yangu ya kusaulika, unasaulika na mbele za Mungu, lakini mbele kwa watu. Sasa huyu ni kwa sababu alikuwa sio sehemu ya hakuwa samisheni muda ule, alikuwa ni anadili na wana wa Israeli. Kwa hakuwa moja kwa moja sehemu ya wana wa Israeli. Lakini baadaye akaendelea kufanya, akakumbukwa kwa bali ya sadaka na sala zake. Akakumbukwa. Kwa kama ni lugha akakumbukwa, maana yake ni sawa na kusema kuna wakati hapo nyuma alikuwa amefanyaje, kama amesaulika. Alikuwepo lakini akawa amefanyaje, amesaulika. Kornelio. Sasa ndo uangalie ametenda dhambi gani Kornelio asaulike. Mordekai pia ukisoma sura ya 6 alikumbukwa. Baada mfalme Ahasuero kuna nini, alikumbukwa pale. Jina la Yesu lisifiwe sana. Nehemia pia kwenye kitabu cha Nehemia sura ile ya 6 makita prokotozumi kadash mstari wa 19 pale, lakini pia sura ya 13 mstari wa 14 aliomba pia naye mwenyewe akumbukwe. Kuna namna aliomba kabisa kwa wema aliofanya kwa nyumba ya Israeli. Ni kama vile Yehu kilichomtokea. Alisimama katika uaminifu dhidi ya upotevu na uharibifu mwingine. Na hii sura ya 6 huko ndo anaongea kitu. Kule kwenye 13 anakumbukwa. Sasa know me without no flow. Ngoja mwani kueleza hizo hoja ambazo zitakusaidia ukumbuke. Nimalizia kwa vipengele hivi. All this you did for me. Moja ya kitu ambayo inafanya watu wanakumbuka huwa ni kutii. Yaani utiifu na uaminifu. Sasa hii ni kwa Mungu lakini pia kwa watu. Naandika kwenye Mithali 3:16. Naamini umewahi kulisikia. Kama hujawahi kulisikia, wewe unadoji maandiko, wewe unakimbia Bible wewe. Anasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Kwa watu ambao wanamcha Mungu na kulitafakari huwa wanakumbuka. Kitabu cha ukumbusho huwa kinasogezwa mbele yake. Kitabu cha kumbukumbu. Maana yake aliyofanya na kuwa wanayanoti pale. Haleluya. Jambo lingine kutenda mema kwa watu. Matendo ya Mitume sura ya 10, Kornelio ndicho ambacho kilimfanya akumbukwe hivyo kwa akitenda mema. Jambo la 3 ni kusimama katika kweli yote ya Mungu. Kama Nehemia kule kwenye sura ya 6 mstari wa 19. Hasa lingine ambalo nikueleza hapo ni ili kuomba kwa bidii na kwa imani. Luka sura ya 1 mstari wa 13, Zekaria alikumbukwa. Alikuwa na muda mrefu ana mtoto. Ndipo akaja kazaa Yohana.
alikumbukwa kwenye mazingira yale. He really prayed. Aliomba, Zakaria aliomba, akaomba tena. Sasa eneo la maombi litakusaidia watu wakumbuke ambao unayafanya. Pata muda, omba, tamka vitu, kili vitu. Sema mimi sio kusahaulika. Sema watu watakuja wiko wengi kwangu. Kila ajenda ambayo iko mbele yangu watakumbuka. Mungu pamoja na watu kwamba hakutokuwa na kusahaulika. Unaamuru kwenye ulimwengu wa roho. Kuna muda hela hakuna. Amuru tu kwamba watakumbuka. Watu wapo ambao wanafikiria kutoa na kuleta hela kwako. Amuru tu. Kuna mtu anafanya kitu unaambia tu ndio asante, leo naelewa rohoni kwamba hii ni kwa nisha ya amuru, hii inakuja. Wiki 3 nyuma nikasema nahitaji wifi kubwa ile unlimited ya 110. Sina hela, muda naomba kwa sina hela. Ila nikaamuru hiyo kitu. Na hela iliingia. Hazikupita siku 4. Hazikupita siku 4. Nikawa na uhakika wa kuchukua ile kitu. Ni kuamuru tu. Niliamuru zinakuja. Kuna vitu vingi ushafanya vinatosha kufanya watu wakumbuke ambao ulifanya. Kuna vitu ulifanya kwa ufalme wa Mungu inatosha kufanya, lakini ni amuru. Nilikueleza andiko kwenye somo fulani kule nyuma, Ayubu 22:28, mtakusudia neno litathibitika, mtakusudia nalo litathibitika. Unakusudia fulani linathibitika. Unapata muda unakusudia alafu linathibitika. Kwa kuna neema ya kukumbuka. Ipo kabisa, ni neema. Nikisema neema maana yake ni Mungu anakusaidia unakumbuka, watu wanakukumbuka. Walikuwa wamekusahau na kukumbuka, wanaanza kutafuta. Jaribu hivi, ngoja nikusaidie kitu. Tenga muda leo na kesho. Lichukue kama hitaji. Omba, amuru watu ya kwamba watakukumbuka. Omba, sema watu taja wakumbuke kwenye eneo gani. Alafu sikilizia, usimtafute mtu. Usikilizie uone kama simu haziji. Fanya kwa practical, usifanye tu kwa kuomba tu. Fanya kwa practical. Omba ya kwamba ninawaita watu watanikumbuka. Ninaingia kwenye fahamu zao. Waliokuwa wamesahau ninawakumbusha kwa habari ya mimi. Waliokuwa wamekamba ninawakumbusha kwa vitu fulani. Waliokuwa wamesahau kitu fulani kwenye elimu ninawakumbusha. Waliokuwa wamesahau kitu fulani kwenye huduma ninawakumbusha. Fanya kitu, tangaza kwenye ulimwengu wa roho, alafu sikilizia ndani ya siku 1 na 2 uone. Simu zitakuja, mtu anakuuliza hivi kulikuwa kuna kitu fulani, anakuja nini? Sasa usijibu kwa sababu uliomba, jibu kwa utaratibu tu mzuri wa kawaida. Mtu anakuambia hivi ulikuwa unafanya kitu fulani, hivi kimekaaje? Anataka ajue ili afanye, kwa sababu ameshasumbuka roho. Maandiko kwenye Warumi, nimalizie hapa. Without your food, there will be no sacrifice without your blood. All this you did for me. Kalabasimi kotoshimi gahaska frakida galande. Without your cross, there will be no sacrifice. All this you did. Shana makate blokoto sumita. Mstari 66 nasema kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako andiko nalitaka hapa. All this you did for me. Wewe unasema tujue ya kuwa pamoja katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Warumi 4:28 anasema nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa jina lake. Sasa kuna namna ya kuomba, unaweza kutumia andiko hili hapa ya kwamba tunajua ya kuwa Mungu katika mambo yote, katika nyumba, katika maji, katika ardhi, katika anga, katika nini, ya kwamba Mungu hufanya kazi pamoja. Maana Mungu anatumia vitu kufanya kazi kwa ajili ya wapenda. Kwa kuna mtu unafanya hivi, unapokuwa unaomba kwamba mtu fulani atakapoangalia nyumba atanikumbuka. Ni namna ndio kama tafahamu za mtu. Mtu unakamata tu hivi, yani unamuona unavuruga tu. Kundi ni kubwa ile, unamuona livuruga tu kundi, yani kwamba litanikumbuka, litatafakari kuhusu mimi. Na hapo ndipo favors zinakuja. Yani kuna mtu unavuruga tu hivi kwamba wakiangalia maji, akiangalia chochote tutakachoangalia watafikiria kwa habari ya Eliazeri. Unaamuru tu hiyo kitu, afu unatulia, una relax hivi, unasikilizia. Sasa
Shanga mtu anakutana kuna hiki na hiki, na kaka kuna hiki, unasema ndio mpendo, Mungu akubariki. Kuna hiki, Mungu akubariki. Chochote anachoangalia, kwa sababu Mungu pamoja na mambo yote hufanya kazi na vitu hivyo katika kuwapatia mema wale ambao anawapenda. Kwa una agenda yako unahitaji kae sawa, tamka hiyo kitu. Ya kwamba wanaonekana kama wamesahau hawa watu. Akiwa anatembea barabarani atakapoona magari, hauja kuona mtu uko ndani afu unagusa kikombe unasema nilisema nitaongea kitu fulani na fulani. Kwa nini ushika kikombe ndio ukumbuke mtu? Vinahusiana gani katika kikombe na mtu? Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na vitu hivi ili kuwapatia watu mema. Kwa kuna wakati mtu atakuwa kwenye mazingira ambayo hayastahili kukumbuka, ila atagusa kitu na atakumbuka jina lako, atakumbuka jambo lako, atakumbuka mliozungumza, ili aweze kuyafanya na kuyatekeleza. Jipe muda sasa, kapemeni, omba hata kidogo, zungumza hiyo kitu, tamka hiyo kitu, itangaze hiyo kitu katika jina la Yesu Kristo.